Ingine ya pili ile. Hapa tuko tena kuporo ingine vedete ya pili na Lungula. Vedete ya pili poro wa Kalundu, tuko kote ya Kilibula hapa kwa masimetiere, tuko tunakamata ma image. Vedete ya pili na Lungula tena ya ba M23. Drone kama ni kosa ni drone amerikani wanapiga hii vedete. Atuyu en tout cas deuxième vedete iko ciblé hivi na kamata moto. Ukia kutosha message yetu ya kwanza, tunaambia wandugu wetu wa Kongomani mujikaze sana, muweke chakula mwa nyumba. Bandugu wenyewe wako mnivaa Uvira, Kawizi, Kiliba, Sange. Juu vita yenyewe tapiganiwa hapa Uvira itapita pita, haitakuwa kusimama seme tusimame tufungie fre hapa. Tusimame tufungie fre hapa. Itakuwa ni kupita pita kuenda Sange Luvunge Kamanyola. Souvent tunalilia sana bandugu yetu biko hapa Uvira, muweke chakula mu manyumba. Muweke chakula mu manyumba, muweke chakula mu manyumba. Muweke chakula mu manyumba. Juu basaidie. Kwa sababu tunasema muweke chakula mu manyumba kwa juu adui hana na nguvu. M23 yuko kupigana. Alikuwa anazoea system ya kupigana na drone. Leo drone inamwachilia. Drone apigani tena na drone. Apigani tena na drone. Drone nakosa position. Drone anashindwa kupiga. Anapigwa mbaya. Munivoa Luanga gari yake ya minisho yote ilisambuliwa na Sokoi. Sokoi ilisambula gari ya minisho yote yenyewe walikuwa wanajivimbisha ya kukamata zone ya Baraka. Yote ilisambuliwa munivoa Luanga. Na hapa sasa biko wanakimbia wanakuwa munivoa ya Katongo. Biko wanaenda Uvira. Tunalilia bandugu yetu wa Kongomani wenye wako mzone ya Uvira. Mujikaze sana, toke nani ya kotea balabala. Kila mtu kwake, amutajua banasemaka siku Mungu atakuja, Yesu atakuja kama mwizi. Na ndio siku mzalendo na FARDC bataingia Uvira, na batakia kama mwizi. M23 iliingia kasa mwizi na sina tutabatoza sasa vile ba mwizi na tutaingia na sasa vile ba mwizi. Ndio maana mujikaze. Muache kuzunguluka ovyo. Hii wakati ni wakati ya mubaya. Adui iko mnivua Katongo saa hii iko napigwa. Iko mnivua Katongo asha pigwa, iko nakimbia. Mujikaze sana, muweke machakula wa manyumba. Sote kesho wala kesho yake Uvira inaweza kamatiwa, inaweza gombolewa mu mikono ya sisi wazalendo na FARDC. Tunaomba sana bandugu wetu wa Kongomani, muweke chakula wa manyumba. Mweke chakula manyumba na wenyewe bana yeye walijiunga na M23 waanze kukimbia. Paske moto yenyewe nakuya, tuye bata chakula sema huyu ni huyu itakuwa ni kupita pita nabo kabisa. Wataenda kamatia freno wapi? Kamanyola. Ndio kwenye freno itaenda kufungiwa kwanza. Ndio ile bandugu yangu, tunabalilia sana bandugu yangu wa Kongomani, mujipositione bien, muache kuzunguluka ovyo. Hii ni wakati ya mubaya, msikie kufa na mabali perdi. Wale sikia kwanga mambiskaida ba M23 wakuwe. Wale wakubebeshe musumba, utubebee maarme. Ndio ile bandugu yangu tunawalilia sana na tunawaomba. Sasa hatutapenda tupoteza hata mtu mmoja mwa hii vita. Karibu tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Ijumaa tarehe 26 mwezi Disemba ama mwezi wa 12 mwaka 2025. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukiangazia yale ambayo yanajiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea mapigano makali sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya nchi hiyo. Na hilo ni jeshi la Kongo ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo, lakini pia na kocha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23. Ambalo pia kwa upande mwingine limekusha kujiunga na kundi la Twirwaneho sana kutoka kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga.
Na bila kuponda muda, nataka moja kwa moja tuingie kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukizianzia bado mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mbaya zaidi. Nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu mjini Uvira, tukuje kuendelea Makobora, Kavimvira, hata na milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Port de Kalundu, DV2 des rebelles du M23 bar AFC bombardé par des drones du gouvernement. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, kulingana na sauti hii ambayo mmeisikiza asubuhi ya leo, habari ambazo ziliweza kuamkia ni kuwa vedette mbili ama boti mbili za kijeshi za kundi hilo wapiganaji wa M23 ziliweza kushambuliwa na ndege za jeshi la Kongo, na mbili ziliweza kuchomwa, zilionekana zikiwa zinaungua zikitoa moto baada ya kuangukiwa na mabomu kutoka angani kwa ndege za jeshi la Kongo. Hizo ni habari ambazo ziliweza kuelezewa na wakazi ambao walikuwa sehemu hiyo kwenye poti hiyo, wakiona jinsi mambo hayo yanafanyika. Wamedhibitisha kuwa ni serikali ya Kongo ambayo iliweza kushambulia na kuchoma boti hizo kutoka upande wa kundi hilo wapiganaji wa M23. Tunapoendelea na habari zetu, ndugu mtazamaji na msikilizaji, ngambo ya Kavimvira bombe zinapigwa na masasi mingi, hatujui kinachoendelea. Huu ni usiku wa kuamkia leo asubuhi, pale ambapo upande wa Kavimvira kumesikika mlio wa marisasi, mabomu na makombora, pale ambapo raia walikuwa wanajiswali nini ambayo inaendelea baada ya mabomu hayo ambayo yanasemekana kuwa ni zaidi ya 3 ambayo aliweza kurushwa sehemu Katongo, nako plus ya 3 bombe saizi. Katongo ni kijiji ambacho kinapatikana pia karibu hapo, pale ambapo inasemekana kuwa kumesikika zaidi ya mabomu 3 yakiangushwa sehemu hiyo. Habari ambayo tunaendelea kuzifuatilia tujue ni nini ambayo ilikuwa inaendelea hapo Kavimvira na Katongo, tujue ni chanzo gani ama ni shida gani ambayo ilikuwa hapo ili mabomu hayo yaweze kurushwa na marisasi hayo yaweze kusikika. Plusieurs colonnes d'éléments de M23 et de l'armée du Rwanda venus de Bangwe se sont repliées vers la colline de Luanga puis se matin vers Kigongo. Une colline surplomba le premier village après Uvira. Ces rebelles ont fui la puissance des FARDC et de jeunes résistants au Wazalendo. Lors des affrontements de ce mercredi, depuis le mercredi, le 24 décembre 2025 à Makobola 1 et de ses environs. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, hapo juzi tarehe 24 kumeripotiwa mapigano makali kati ya pande zote mbili, sehemu ambayo imejulikana kama Makobola 1. Pale ambapo kundi la wapiganaji wa M23 waliweza kuondoka sehemu hiyo, hata kama vyanzo vingi vinaendelea kuelezea habari nyingi tofauti. Kuna vyanzo ambavyo vinaelezea kuwa M23 iliweza kujitoa katika sehemu hizo bila mapigano yoyote, wakitaka kufanya retrait strategique, kutaka kurudi nyuma ili waende kuokipe zile sehemu ambazo wanafikiria zitakuwa kwa muhimu kwao sana, ili maybe waweze kuepuka mabomu na makombora hayo kutoka upande wa serikali ya Kongo. Sasa waliweza kutoka sehemu ambao walikuwa nayo ambayo imejulikana kama Bangwe, na wakaweza kuelekea kwenye mlima ambao umejulikana kama Luanga. Baada ya hapo, ilipoelekea masaa ya asubuhi, wakaweza kuelekea sehemu ambayo imejulikana kama Kigongo. Kigongo pia ni mlima ambao unapatikana karibu na mji wa Uvira, premier village, mji ama kijiji cha kwanza ukitoka mjini Uvira. Kundi hilo wapiganaji wa M23 waliweza kuondoka sehemu hiyo ya Makobola 1, Bangwe, na kuelekea sasa sehemu hizi ambazo tumezitaja hapa juu. Hiyo ni Kigongo na Luanga. Ce jeudi le 25 décembre 2025, c'était à 8 heures. Une bombe larguée par le FARDC a ciblé la colline de Luanga, où se regroupaient plusieurs rebelles. Ilipofika hapo jana masaa za asubuhi, ndege ya jeshi la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kushambulia mlima huu wa Luanga, pale ambapo walikuwa wamekimbilia, na inasemekana kuwa inaweza kuwa imeleta madhara makubwa sana baada ya kulenga pale ambapo kulikuwa na ngome za kundi hilo wapiganaji wa M23.
Plusieurs éléments M23 et leurs alliés ont été neutralisés et d'autres capturés par le FARDC et le Wazalendo. Kulingana na mwandishi wa habari hizi, chanzo hiki amesema kuwa bomu hilo liliweza kusababisha madhara makubwa kwa upande wa M23, wengi kujeruhiwa na wengine kuaga dunia, hata kama hatujajua ukweli wa habari hizi. Les villages de Makobola 1 et plusieurs villages aux alentours sont sous contrôle de FARDC et le jeune résistant Wazalendo. Mtazamaji na msikilizaji, kulingana na habari hizi ni kuwa ni kweli Makobola 1 sasa hivi tunazungumza amekwisha kuingia mikononi mwa Wazalendo pamoja na jeshi la Kongo, baada ya kundi hilo wapiganaji wa M23 kutoka katikati mwa sehemu hizi. Kuna video ambayo imetufikia sasa hivi, kamanda mmoja wa Wazalendo akizungumza wakiwa wamesimama katikati mwa mji huu ama mwa kijiji hiki cha Makobola 1. Walikuwa hapo kwenye chapa hicho ambacho kumeandikwa sasa ile masaka ambayo imefanyika hapo Makobora. Walikuwa wamesimama hapo wakiwa katikati mwa eneo hili la Makobora. Na ni kweli Wazalendo wamekwisha kuingia, hata kama jeshi la Kongo bado linapatikana uzalantur hapo pembezoni mwa sehemu hizo, wakitaka kuendelea kulinda usalama wa sehemu ambazo zinapatikana karibu na Makobora. Sasa ndugu mtazamaji wa msikilizaji, mambo iko hivyo kwenye uwanja wa mapigano. Kabla tuelekee sehemu zingine tofauti, nataka nikuombe wewe unatufuata ukiwa nchini DRC, maeneo tofauti, mikoa tofauti, wale ambao mnatufuata mkiwa Kivu Kusini, wale ambao mnatufuata mkiwa Kivu Kaskazini, wale ambao mnatufuata mkiwa Maniema, Kisangani, Kindu, Katanga yote kwa ujumla, Bandundu, wale ambao mnatufuata mkiwa Kasai zote, wale ambao mnatufuata mkiwa palipopote mjini Kinshasa, Lubumbashi, tunasema kama hujajiandikisha ama kusubscribe sabone kwa Kifaransa kwa channel hii, bonyeza button hiyo nyekundu ili uendelee kupata updates za kweli tena za kuaminika kuhusu haya yote ambayo yanaendelea kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi yote ya Kongo kwa ujumla. Pale ambapo sasa hivi tunakuja kuelekea kwa siasa, tutizame yale ambayo yanaendelea kwa sasa. Hapo ni kwenye meza ya mazungumzo mjini Doha kati ya serikali yake Felix Antoine Tshisekedi na kundi hilo wapiganaji wa M23, baada ya kundi hili kujipata kwenye meza ya mazungumzo wenyewe na kurudi bila kitu chochote kufanyika. Hapo ni baada ya tangazo tu ambalo lilikuwa limetolewa na serikali ya Kongo ya kwamba